Wakati wa ndoa umefika. Leo familia yetu imeheshimiwa. Utajiri umeingia nyumbani. Anaenda kuolewa na tajiri, hatakuwa tena na shida ndogo ndogo. Lakini bado ni mtoto wetu. Mahari walioleta ni kubwa sana. Hii inaweza kubadilisha maisha yetu yote. Lakini bado ni mtoto wetu. Je, atakuwa na furaha kweli? Furaha huja baadaye. Kwanza maisha yawe mazuri. Kama ni hivyo, basi wewe ndiye utaongea na mtoto. Sawa, hilo niachie mimi. Binti yangu, mahari yako tayari imepokelewa na ndoa imepangwa. Hizi mila zimepitwa na wakati. Mimi siko tayari kuolewa kwa sasa. Nataka kusoma. Kusoma na ng'ombe kipi bora? Ng'ombe ndio utajiri wetu wa Masai, sio elimu. Tena usije kunitia aibu hapa kijijini. Utaolewa utake usitake. Baba, tafadhali usizikatishe ndoto zangu. Nilizaliwa na ndoto moyoni, kuangaza kama jua la asubuhi, lakini sauti za mila zilinifunga na kunifanya nisiwe huru. Safari yako sasa ndiyo imeanza. Zinapiga moyoni, mvua zinanyesha usiku. Nimewakosea nini wazazi wangu hata waniadhibu? Je, ndoto zangu zitapotea? Kuwa mwanamke sio mapambo, ni moyo wa uvumilivu. Binti yangu, huu si mwisho wa utoto wako. Mama, naogopa majukumu. Mila na desturi huanza na sauti za jamii. Alikuwa na ndoto nyingi sana. Alitaka kusoma, lakini sasa wanaamua maisha yake bila yeye. Inauma sana. Rafiki yetu amepoteza ndoto zake. Kadiri ninavyosoma, ndivyo ninavyozidi kuona maisha niliyonyimwa. We mama Yoyo, kwani ukiitwa husikii? Mawazo yako wapi siku hizi? Hauko peke yako na Melok. Tunajua unapitia maumivu makubwa. Usikate tamaa. Bado kuna matumaini. Karibu. Naona moyo wako umejaa hofu kubwa. Ninaogopa kupoteza kila kitu nilichotoa. Mimi sitaki kumpoteza. Ng'ombe wangu hawawezi kuondoka bure. Lakini hana upendo wala heshima kwangu. Na unataka nifanye nini? Nataka atulie, asikimbie, asinifanye nichekwe na wanakijiji. Wakati mwingine, mwanamke haongozwi kwa nguvu, bali kwa moyo. Yako bado hajakubaliana na hali. Anapinga kila kitu. Kama hatabadilika, nitahitaji mahari yangu yote irudishwe. Kuelewa. Usifike huko mzee mwenzangu. Haya mambo ni madogo sana. Yanarekebishika kirahisi tu. Nitazungumza naye. Haya yote yametokana na malezi yako. Umemlea mtoto mpaka sasa hana tena heshima. Lakini kujiamini si kosa. Hapana. Huyu mtoto sasa anatukosea sisi wote. Hii tabia ya kujiamini kupita kiasi, si ndio mnaosema ni tabia ya Maasai halisi? Mtoto anataka maisha bora tu, lakini si kwa kutudharau. Na hicho ndicho kinachomfanya na Melok atukosea adabu wote. Akizidi hivi, atatuletea laana katika familia hii. Vilaziai, kwa nini unakuwa na kiburi hivi? Hii ndoa tayari imeshakamilika. Mwanangu, ni aibu gani hii? Tukirudisha Machozi yamechanganyika na mvua. Nimejaa hofu na sitakupiga hatua. Kila hatua ninayopiga ni vita ya maisha yangu. Kama dunia itanipinga, bado nitapigania haki yangu.
Kituo cha kutetea haki na elimu ya wasichana. Sitafungwa na hofu tena, nitainuka dhidi. Mtoto wetu si ng'ombe, huwezi kumfananisha na mifugo. Sisi tulikukabidhi mtoto akiwa hai, tunamtaka arudi akiwa salama. Sitafungwa na hofu tena, nitainuka. Elimu kwa wasichana inaweza kuleta maendeleo kwa familia nzima na jamii yote. Labda kuna mambo ambayo hatukuwahi kuyaelewa vizuri hapo kabla. Samahani mwanangu, tulikosa kuelewa. Nimewasamehe na sasa naelewa kila mmoja wetu alikuwa na maumivu yake. Tunajivunia wewe. Nilitaka tu maisha bora kwa kila msichana. Mabadiliko yanaanza pale tunapoamua kusikiliza. Kwa kushirikiana na serikali pamoja na mashirika binafsi, sasa jamii yangu ya Kimasai imeanza kubadilika. Hii inaonyesha mwanga hasa kwa kizazi kijacho. Na kuandika maisha yangu. Hey.